Leo nilikumbusha ile siku, nakumbuka kuna yule wanamuita Karen. Karen ile alificha yeye. Alafu eti wewe unakuja kuletea tatizo, wewe unalipokea. Sawa, nimekubali boss. Unajua kuna vitu vingine mwanangu unajitakia mwenyewe. Karen ndo alikuwa na ile sio yako wewe kaka mkubwa. Okay, sawa. Lete maneno matamu, lete. Wewe. Januari. Mambo yamerudi. Tunarudi kazini. Tarehe ngapi? Okay, tarehe 3 Januari. Basi sawa ndugu yangu, mimi cha msingi sasa nikwambie. Nikitoka huku, nitakubebea nazi, nitakubebea machungwa, nitakubebea mihogo. Kuhakikisha kwamba ndugu yangu unakujali na wewe pia unanijali. Nitafanya hivyo. Kaka mimi sitaki masera tena sasa hivi, yani mimi nitakuja tarehe 2 next. Nishaingia mjini hapa. Kaka ndugu yangu nashukuru sana maana uje kukaa huku nyumbani muda mrefu ni shida. Likizo gani isiyoisha kaka hiyo? Ndugu yangu umetisha. Haina shida. Cha msingi nikwambie tu kitu kimoja. Kile chumba changu kupata nafasi mtume hata mtu nimtumie hata shilingi 2000 akanifanyia usafi. Mimi nikija sitaki kusumbuka tena. Tarehe 2 tarehe 3 naingia kazini. Sawa, imeisha. Sawa, imeisha ndugu yangu, imeisha. Bwana Utamu. Naam. Njoo kaka, njoo. Mwite Mudi. Changamka. Njoo Mudi, njoo. Mbona uko na furaha? Nipepe. Jamani, nimeitwa kazini. Unasema kweli? Usichokijua nimeitwa kazini. Vizuri sana kaka. Kwa kidogo maisha yanakwenda vizuri Maisha. Lakini hapa nafikiria kitu kimoja. Unajua nimeona aibu kumuuliza yule jamaa, maana ningeingia aibu zaidi. Naomba bora niulize nyinyi ndugu zangu. Hivi Januari itakuwa ni mwezi ngapi? Itakuwa mwezi wa 8. Kwa hiyo huu mwezi wa 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8. Sasa nipigie simu leo ya nini? Kale bwana. Ni unafurahisha sana. Alipaka sababisha mimi niwe na